Sasa bwana mjumbe, kama unavyojua mimi ni mgeni, sawa? Wewe ni mwenyeji kwenye hichi kijiji, sawa? Na nimeletwa kwa ajili ya mikakati, sawa? Nafikiri kwamba kuna vitu ambavyo vinaendelea kwenye hichi kijiji. Wewe kama mwenyeji inatakiwa unipe mwongozo. Tunaweza tukalizipite vipi hili swala ili kusudi hichi kijiji kikae na amani, kikae na uhuru. Sawa mtendaji. Ndio. Nimekuelewa ulichokiongea. Ndio. Lakini bado umeniacha njia panda. Sijajua nataka nikuongoze labda kwa kitu gani ambacho labda wewe kinakutia mashaka. Swali zuri bwana mjumbe. Nafikiri kuna vitu ambavyo mimi navisikia, hususan ni masuala ya wizi, uchawi, ukabaji, ubakaji, vitu vingi sana vinavyofanyika hapa kijijini, machafuko yote ya kila aina. Kuna nafikiri kwamba hapo kuna kitu ambacho nataka tusaidizane kwa ajili ya kudhibiti hivi vinavyoendelea hapa kijijini. Wewe kama mwenyeji inapaswa unipe mwongozo. Sawa mtendaji, hapo mimi nimekuelewa. Ndio. Maswala unayoongelea hapa ni mahali pake. Sawa sawa. Unajua mheshimiwa mtendaji, mpaka mimi nimeona nimekaa hapa kwenye kikiti. Sawa sawa. Wanakijiji wameniona ni kijana ambaye ninastahili kukalia hii sehemu. Ndio. Ambao naweza nikapambana na kila kitu. Umeona? Mambo yote yakakaa sawa kabisa. Sawa sawa. Umeona? Kama ulivyoongea, mimi nitakusaidia. Sawa sawa. Kwa mkono mmoja kabisa. Ila kuna wenzako wamekuja hapa wakaongea kama wewe, maana ujisifu sana, lakini mwisho wa siku mtendaji wameondoka hapa na kwambia wamesahau kila kitu chao, wameondoka tabia kuaga. Sasa bwana mjumbe, kikubwa ni kwamba mimi nikuondoe wasiwasi. Sawa? Nikuondoe wasiwasi kuhusu hilo swala. Mimi nimejitoa. Sawa. Kwa hiyo sasa nafikiri ya kwamba mimi nitapambana mpaka tone la mwisho bwana mjumbe. Sawa? Wacha mpaka tone la mwisho. Sawa? Sawa. Nakubali. Mimi najiamini. Na usiogope sana. Usiogope wachawi, wezi, ushirati tu unaoendelea hapa kijijini. Kwa umeaga. Nimeaga kule bwana mjumbe, nitakomesha na nakuhakikishia kijiji kitakaa sehemu salama na amani.
Karibu. Karibu. Asante. Karibu. Karibu sana. Asante. Shikamoo mheshimiwa mtendaji. Marhaba, jambo. Jambo. Karibu. Asante. Shikamoo mjumbe. Marhaba, jambo. Jambo. Mheshimiwa mtendaji. Naam. Kule nimekuta kuna kaka hivyo wanampiga. Wanapiga? Ndio, wanampiga kule kwa mzee Kibuyu na kusemekana kwamba ameiba na ufia utamuua. Kwa mzee Kibuyu unapafahamu? Ndio, si pale karibu na pale ulipopanga. Okay, sawa. Sasa binti. Abe. Asante kwa taarifa, unaweza kaenda. Hadi swala tunashughulikia muda si mrefu. Asante, mimi naondoka. Okay, vipi simu yako inasalio? Inasalio. Hebu mpigie kamanda, mpigie kamanda. Inaita? Halo. Kamanda. Nakuhitaji chapu na haraka, dakika 2 sikuchenge. Jina nakuhitaji hapa ofisini. Haraka sasa. Haya, okay. Mkuu. Sasa mkuu, kuna taarifa ambazo nimezipata kule kwa mzee Kibuyu. Kwa mzee Kibuyu kule kuna mtu imesemekana ameiba. Sasa yupo anapigwa sana. Hebu leo kwenye tukio. Kabla mtu kule hajauawa. Ndio mfanye haraka iwezekanavyo. Sawa mkuu. Naweza nikaenda? Ndio, unaweza kaenda haraka sana iwezekanavyo. Sawa mkuu, ngoja niende. Acheni kumpiga huyo mtu. Ataweza kumwacha afande. Ataweza kumwacha afande. Mwizi huyu kila mara anatibia manani yetu. Kila siku mwizi ataweza kumwacha afande. Hataki huyo adhabu yake ni kuuawa. Shakuwa sugu huyu. Vijana, nawaambia kitu kimoja. Naomba msijichukulie hatua mkononi ya kumpiga huyu mtu. Inatakiwa kama ni mwizi, tumpeleke sehemu inayohusika. Lakini kamanda, yule ni mwizi kamanda, tumuue. Sawa, naelewa kama ni mwizi, lakini huyu mtu naomba msimpige. Kama mnaelewa kama ni mwizi, naomba tumpeleke sehemu husika. Msiamue kujichukulia sheria mkononi. Kitu kimoja ninachotaka kuambia, huyu mtu akiuawa, nyote mtaishia gerezani. Kamanda, huyu ni mwizi kamanda, hatuwezi kumwacha hivi, tunataka tumuue. Hata kama ni mwizi, mkimuua ushahidi mtaupata wapi? Ameshachafua mtaa wetu huyu. Mwizi, adhabu ni kuuawa. Sasa huyu mtu inatakiwa tumchukue, tumpeleke sehemu husika kwenye ofisi ya mtendaji wa kijiji. Mtu atakayekuwa na haki amfuate kule kwa mtendaji apate haki yake. Hayo kama tumekuelewa. Ndio, ngoja mpeleke. Waya, amka. Wewe mwizi, Tumuchape viboko kwanza baba. Yaani mwaka huu nipanda mahindi lakini haijatoka vizuri kabisa mkaa. Yaani mwaka huu watu watakufa na njaa. I say. Yaani hatari sana. Ngoja tuone hii kiangazi tukiona kinakujaje. Yaani itakuwa ni hatari. Sasa hivi itakuwa ni hatari. I say mke wangu. Hatari sana. Hivyo mwanao mzuri aje atakuwa anaenda wapi? Ile Hamisi. Nimemkuta mimi hayupo, sio ameenda wapi? Vijana bana hao. Na mambo mengi hao, unajua tena. I see. Mambo mengi.
umepata ukoo wa nani? Hadi. Karibu. Sawa. Sawa, jambo. Sawa. Nimemkuta kule Hamisa anapigwa. Si mtoto wetu? Ndiyo. Nimemkuta anapigwa kule kwa mzee Kibuyu, lakini ninaenda kutoa taarifa kule ofisini kwa mtendaji. Sasa hivi atakuwa mpeleka kule ofisini. Mtu mbona ameshakuwa mtukutu sana? Mke wangu. Mtoto tena amemechaa haribu anapigwa kule mke wangu. Mume wangu. Huyu mtoto tena atakuja kutuua mimi. Haki ya Mungu. Kama ni hivi atatuona pressure. Hebu ndio kamaone. Ni moyo mpaka mimi. Sasa jamani. Karibuni sana. Asante afisa. Nimesikia mwanangu amepigwa, ameletwa hapa ofisini mtendaji. Sijajua kama yuko hapa. Ndio, mwanao ni mwizi. Na nimeagiza mgambo akamkamata, na hivi sasa tunapozungumza nimemweka sero. Asante sana afisa. Na kuomba afisa, angalau dakika moja tu nimwone mwanangu. Ni kweli mtendaji, tulikuwa tunaomba kwa huduma zako. Tulikusaidia tu tunaona. Sasa hivi hapana. Siruhusu mtu yote kwenda kumuona. Nadhani afisa nilikwambia ni bora tu kawaruhusu na mmoja tu akamuona mtoto wao. Okay, anyway. Nimeshauriana na mjumbe, imeonekana nikupe dakika moja ukamuone mwanao. Sawa? Dakika moja tu. Okay, kamanda. Kamfungulia kamuone kijana wake. Dakika moja tu. Ndio mkuu. Sawa.